Kamwe hata wasahau watu hawa wenye roho mbaya, lakini ni nini walimfanyia? 50 Cent alizuiliwa kutunga nyimbo ama kurekodi nyimbo katika studio zote New York, Marekani, na walipoona hasikii wakamchapa risasi 9, ingawa bado anapumua. Mimi naitwa Makaveli. Hebu chukulia mfano leo Nay wa Mitego ajilipue atunge nyimbo, awaimbe wauza madawa ya kulevya wote hapa Bongo, halafu na wao kwa kumkomoa wanazuia hakuna studio yoyote wala producer kumrekodia nyimbo yoyote hapa Bongo Nay wa Mitego. Basi hicho ndicho kilichomkuta 50 Cent baada ya kuimba nyimbo fulani iliyoitwa Ghetto Koran. Kwa nini hii nyimbo yake ya Ghetto Koran ilimtia 50 Cent katika matatizo? Ndani ya hii nyimbo yake 50 Cent aliwaimba wauza madawa ya kulevya wote waliokuwa wakifanya biashara ya madawa ya kulevya huko Southern Jamaica, Queens, Marekani. Ndani ya hii nyimbo aliwaimba wafanyabiashara si mmoja, wengi takriban 50 hivi aliwaimba ndani ya nyimbo yake. Tena aliwalenga wale wazito kabisa katika makundi ya uzaji wa dawa za kulevya, watu kama Kenneth Supreme, MC Griff na binamu yake Gerald Prince Miller. Hawa ni kina nani? Hawa wote walikuwa ni viongozi wakubwa katika kundi moja matata na zito lililofahamika kama Supreme Team. Na baada ya 50 Cent kuwaimba hawa mabwana, wao kwa kutumia fedha wakazuia hakuna studio yoyote wala producer kurekodi nyimbo yoyote ya 50 Cent. Kumbuka kwamba wakati huo 50 Cent alikuwa bado ni mdogo sana, hakuna aliyekuwa anamjua, hakuwa maarufu, hivyo akapata shida sana. Baada ya kipindi kirefu 50 Cent kuhangaika huku na kule akizuiliwa kurekodi, kila mtu akiogopa kurekodi nyimbo zake baada ya kutishiwa na hawa mafia. Mwisho producer mmoja aliyefahamika kwa jina la Jam Master, huyu bwana yeye akaweka ngumu na kuamua kumsaidia 50 Cent kurekodi nyimbo kadha wa kadha. Na nyimbo ya kwanza aliyoirekodi kwa hasira na uchungu baada ya kufanyiwa figisu na hawa mamafia, basi 50 Cent akapiga tena jiwe jingine akawaponda tena hawa mabwana kupitia nyimbo iliyoitwa Street Justice. Hii nyimbo ikawaponda tena hawa mabwana, na hawa mabwana baada ya kuona kumbe 50 Cent hasikii na huyu producer wake Ja naye hasikii, basi 50 Cent akaviziwa kwa lengo la kuuawa na kufutwa kabisa katika ulimwengu huu. Akapigwa risasi 9 na huyo producer wake huyo akauawa kabisa. Kwa bahati nzuri 50 Cent alipona majeraha, lakini ujumbe akawa ameupata, na hata polisi walipotaka aeleze ni nani ambaye anahisi amehusika katika tukio lake la kushambuliwa kwa risasi, 50 Cent aligoma kutoa ushirikiano, kwa maana alifahamu ni nani wanayehusika katika shambulizi hilo. Hapa 50 Cent woga ukamuingia, akahisi kumbe alikuwa anacheza na moto, akapaswa kukimbia na baadhi ya nyimbo zake akawa anaenda kurekodia taifa la Canada. Na baada ya miaka mingi kupita, ugomvi ukaonekana kupoa, lakini ile nyimbo yake akaamua kuacha kabisa hata kuitumbuiza katika majukwaa, mpaka ilipofika mwaka 2002 alipotoa mixtape yake ya kwanza iliyoitwa Guess Who's Back. Lakini ile nyimbo ya Ghetto Koran hiyo ikaendelea kuitwa Ghetto Koran vile vile, ingawa huyu Kenneth MC Griff ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa kundi hilo la Supreme Team, baada ya muda alikamatwa na kufungwa jela kifungo cha maisha bila uwezekano wa kuja kutoka wala kuwekewa mdhamana. Na moja ya mstari wa kukalilika ambao labda uliwachemsha damu hawa mamafia wa kizungu wauzaji wa madawa hata wakatamani kumuua 50 Cent ni mstari mmoja uliosomeka katika nyimbo zake hivi, na nukuu: Yo, when you hear the talk of the Southern, you hear the talk of the team. See, the nigga feared the prince and they respected the prime. For you all, you slow motherfuckers, and break it down. See, the primer was a businessman and the prince was the killer. Remember, he used to push the bulletproof BM. Katika mstari huu amewataja the prime na biashara zao walizozifanya, hasa zile za kuua watu kwa ajili ya kusafirisha ama kuhakikisha biashara zao za madawa zinakwenda sawa. Hao mamafia kwa ghadhabu wakatengeneza mtego wa kumtandika risasi 50 Cent, ambapo walimtuma bwana mmoja aliyeitwa Hamo ambaye alipewa bastora na kulipwa pesa nyingi aende akakatishe maisha ya 50 Cent. Lakini baada ya kumpiga risasi huyu bwana hakufariki dunia. Ni kama kudra za Mwenyezi Mungu, baada ya matibabu ya muda mrefu 50 Cent alipona, na alipopona akaachia nyimbo iliyoitwa Many Men. Katika nyimbo yake upo mstari wa kunukuliwa ambao waliwaambia wauzaji wa madawa ya kwamba
mmemlipa mtu pesa aje kuniua, nendeni mkachukue pesa zenu, maana mimi sijafa bado. Na nukuu, now men see this money on my head, go on and get your refund mother and dead, akimaanisha nendeni mkachukue pesa zenu, maana mimi bado ni mzima. Na hakusita katika nyimbo hii, akamtaja pia mtu aliyemshuti risasi. Nyimbo yake na nukuu, in the Bible it says what goes around comes around. Hamo shot me, 3 weeks later he got shut down. Now it's clear that I'm here for real reason, cause he got hit, I got hit, but he ain't fucking breathing. Akimaanisha katika Biblia inasemekana kitu kinachokuja karibu yako kinatoka karibu yako. Hamo alinipiga risasi, naye akapigwa risasi kama nilivyopigwa mimi, lakini yeye hapumui. Na labda nikwambie hatari ya kundi alilokuwa akicheza nalo 50 Cent. Ili kundi lililojulikana kama Supreme Team. Unaambiwa kundi hili lilikuwa ni hatari kiasi lilikuwa na wanachama zaidi ya 2000 katika jiji la New York City, Marekani. Na hata mawasiliano yao walikuwa wanatumia kodi na namba zao maalumu. Hakuna kutumia maneno ya kawaida. Na mabosi wa kundi hili walikuwa na mabodyguard wengi kupitiliza, tena wakiwa na silaha za kisasa. Halafu wakitaka kwenda sehemu fulani, basi kinatumwa kikosi, kinakuwa na radio call, watu wanawasiliana kwa simu kama vile kikosi cha usalama. Wana usalama wa kundi hili walikuwa wakitapakaa mtaa mzima wakati mabosi hawa wakipita kwenda kufanya biashara zao. Hii ni dhahiri shaili 50 Cent alicheza na kundi la moto.